Bwana Yesu asifiwe. Ningependa kuwa na muda mfupi wa kushare na wewe kwa habari ya neema ya kutofautishwa. Na ni kitu ambacho najua watu wengi pengine unakuwa unaomba hivyo katika uchumi, katika kiroho chako, katika mambo labda ya elimu, katika mambo ya mahusiano, upate kutofautishwa, uwe tofauti na wengine. Lakini niko hapa kujulisha kwamba ni zaidi ya kuomba. Kitu kikubwa lazima unapaswa kutambua, ili uwe tofauti na wengine, hata njia unayoipita kuyaelekea hayo mafanikio inapaswa kuwa tofauti pia na hao wengine ambao unataka Mungu akutofautishe nao. Kwa hiyo ina maana kwamba ili uwe tofauti na ile neema ikuwezeshe kuwa tofauti, lazima kwanza hata njia unayopita iwe ni tofauti na wengine wanavyopita. Na tunajifunza kitu kikubwa kwa habari ya kutofautishwa kutokea kwa Danieli kama mfano mkuu wa kile ambacho ndani yakizungumzia kwamba Danieli alitofautishwa, lakini mchakato wa kutofautishwa haikuanza kutokea neema kwanza, ilianza kutokea uamuzi wa yeye kuamua kupita njia nyingine tofauti na wengine waliopita. Unaposoma Danieli sura ya kwanza mstari wa 8 hadi wa 9, lakini mstari wa 11 hadi wa 15, unakuja kutambua kwamba Biblia inasema kuhusu namna Danieli alivyoadhimia moyoni mwake kwamba wote tunakusudiwa kufikia mafanikio ya miili yetu kuonekana imenawiri, ya nyuso zetu kuonekana zimestawi, ya namna ambavyo tunatakiwa tuonekane kwenye ubora, hasa ubora utakaotokana na chakula. Lakini yeye akaadhimu moyoni mwake kwamba ndio natakiwa kufikia hapo, lakini sitapita njia sawa na hii ambayo wanapita wengine. Na ilimlazimu kutokupita kwa sababu ile njia haikuwa sahihi mbele za Mungu. Kwa hiyo ikamlazimu yeye kubaki kwenye njia ambayo Mungu anaitaka, na alikuwa yeye na Mishaeli na Azaria pamoja na Hanania wakaamua kubaki wachache kwenye njia ile ambayo Mungu ameitaka na kuacha wengi waende kwenye njia ambayo ndio ilionekana inafanikisha wao kuwa tofauti na kina Danieli, lakini kumbe was wrong way. Kwa hiyo kuna wakati mwingine unaweza ukahisi kwamba kuna njia unaichagua inaweza ikawa labda ndio bora kufikia mahali fulani pa mafanikio na kwamba ndio itakutofautisha, lakini kumbe ikawa sio sahihi. Kwa hiyo Danieli na hawa wenzake wanaamua kwamba sisi hatutapita njia ya kula chakula na kujitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Ndio kwa kawaida na wewe ungesema chakula cha kwa mfalme kingeweza kuwawezesha kuwa bora, kingeweza kuwawezesha kwamba wafanikiwe labda kwa haraka, lakini wao walitazama tofauti kwamba ni bora tukabaki kwenye ile njia, na wakaamini kwamba katika hiyo njia itaweza kuwatofautisha na wale. Hapo mtihani ulikuwa ni wapi wataonekana tofauti mbele ya mfalme. Kwa hiyo Danieli akachagua njia yake, Danieli na wenzie, kwamba hata njia yake iwe tofauti na wale wengine, na ndo anaanza kutengeneza fursa ya kujitofautisha. Na njia aliyoichagua maana yake ndiye Mungu aliyokuwa ameikusudia, na ndio huko neema iliko mkuta. Ila wale wengine wakaingia kwenye njia ambayo ni very common, ambayo maana yake kundi kubwa la watu walikuwa wanaitumia hiyo. Kwa hiyo namba moja, ili uweze kutofautishwa lazima uchague pia njia sahihi ya kuyaendea hayo mafanikio, ili neema ikutane na wewe ukiwa kwenye njia sahihi. Maana wangekubali kukitumia chakula cha mfalme, maana yake wangezuia ile neema ya Mungu kuwa juu yao, kwa sababu wangekuwa wamekosana naye. Kwa hiyo na wewe unatamani pia kufanikiwa maeneo mengi hayo ndio sema ya kiroho, ya kiuchumi, labda maeneo ya kielimu, maeneo ya kimahusiano, lakini unapita njia ipi? Kama utapita njia ambayo watu wengi wanapita na wakati mwingine sio Mungu anayeitaka, maana yake you will be the same as others. Kama kukwama, kama mambo ya kushindwa kuendelea, kama mambo ya kurudi nyuma yatakukuta, kwa sababu katika njia hiyo maana yake wako wengi, so you are going to be the same as others. Lakini unapochagua ile njia ambayo ni very unique, ambayo wakati mwingine inaweza ikawa not selected by many, lakini wewe umeamua kuichagua, inaruhusu neema, kwa sababu neema inakuja kukubeba katika mazingira ambayo hukustahili kuwa hivyo, ila unawezeshwa kustahili kuwa hivyo. Kwa hiyo unapochagua njia ambayo Mungu anaitaka, na mara nyingi hiyo ni njia ambayo watu wengi hawaitaki, lakini unapoichagua wewe unaruhusu nafasi ya uwezesho wa kimungu kuwepo juu yako. Kwa hiyo natamani sana nikupe ile shikiu na shauku ya kutamani kwa kwamba uanze kupita njia tofauti ambayo inakuwa tofauti na wengine, ili umruhusu Mungu akupe neema ya kutofautishwa.
kwa sababu kuwa tofauti kunaanzia hapo. Kuwa tofauti hakuanzi tu kuomba, kila mtu anaomba. Kuwa tofauti kunaanzia njia ipi unaichagua. Ukisoma kitabu cha Warumi 12:2 anasema, wala msifuatishe nini? Namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua mapenzi ya Mungu. Yaani kwamba kuna namna hapa Biblia katika kitabu cha Warumi inazungumza, unapoamua kujitofautisha, usifuatishe namna ya dunia, ndio wakati ambao utakuja kujua mapenzi ya Mungu yalivyo mema kwenye maisha yako, ndio yatadhihirika. Maana yake ile neema ya kukutofautisha na wengine inatokea. Lakini anasema pia zaidi kwamba ili watu wanapoyaona matendo yenu wapate kumtukuza Baba aliye mbinguni, kwamba watu watakapoona vitu kutoka kwako wewe ambaye umeamua kujitofautisha na dunia, watamtukuza Mungu kupitia wewe. So niko hapa shawishi sana, na sio tu kushawishi, kualika kwamba tunatamani sana kutofautishwa na wengine katika kazi, katika mambo ya elimu, katika mambo ya kiroho, katika mambo ya mahusiano, katika mambo ya kila eneo. But option yetu kubwa ianzie hapo kwenye njia tunaichagua, kama Danieli, kwamba hiyo njia ya kula chakula cha mfalme ndio inaonekana kama ni bora, lakini kuna njia bora zaidi, ingawa inaonekana ni duni. Na ndo kanuni ya Mungu, anavichagua vinyonge au vidhaifu vya dunia kuyaaibisha mapumbavu. Kwa hiyo utatofautishwa ukiamua kuchagua hiyo njia, although inaweza ikaonekana ni ya unyonge, lakini imebeba kitu kikubwa kwa habari ya neema ya kutofautishwa. So jifunze kwa Danieli, amua kuifuata njia ya wachache, lakini hiyo njia itakupeleka kuwa tofauti na wengine, maana matokeo yake yatakuwa ni kwa wewe, ni kwa wale wachache tu walioamua kuifuata, lakini kule kuna matokeo ambayo will be the same for many. Na ndio maana hata Biblia inasema njia ni nyembamba iendayo uzimani, maana yake waionayo ni wachache. Ile njia ya kutofautishwa, ile njia ya kuwa katika namna ambayo will be different from others, haipo kwa kila mtu, ipo kwa wale wanaoamua kuichagua hiyo njia nyembamba. Na wakati mwingine anasema imesongwa. It is not normal way. Ni njia inahitaji sacrifice ya kuamua kwamba nayaacha yale mengine ambayo wengine wanafuata, na ifuata njia ya Mungu. Lakini anasema njia ni pana na iendaye upotevuni. Upotevuni sio tu pale mtu atakavyoenda jehanamu, bali unapoamua kuchagua njia ambayo wengi wanaichagua na wakati mwingine sio sahihi, kuna mahali itakupeleka ambapo sio pazuri. Kwa mimi nakutakia neema ya kutofautishwa. Uyafuatapo hayo, ninaamini utakuwa tofauti. Mungu akubariki sana.